Get the point. Take a step forward. I urge you, with a lot of concern, with a lot of pain, mchagueni Yesu awe mwokozi wa maisha yenu. Mchagueni Yesu awe anawalinda na hila na mapepo wa gizani. Wacha kumchagua mchawi, wachana na mganga. Yesu wa mbinguni ni mganga tosha. Wacheni uzinzi na uasherati. Ninawaambia hili with a lot of concern. Itakuwa hasara kubwa sana. Tumekuja tumeketi juma nzima na utabaki umekwamia maisha uliokuwa nayo hapo mbeleni. Unakaa tu ni kana kwamba hakuna kitu kimeendelea. Unakaa umeshikilia dhambi, umeshikilia mume wa wenyewe, umeshikilia mke wa wenyewe. Kazi yako ni kurandaranda. Na hivi ya kwamba tunaambiwa tuachane na dhambi. Ninawasihi, wacheni tuungane mikono. Hata kama nitakuwa kwetu Nyeri, nitakuwa ninajua I have a team in Kisii, Better Living Church, ambao wameamua ya kwamba safari ni ya mbinguni, hawana business na shetani. Mungu wa mbinguni aguze mioyo yetu. Anapowaguza ninyi, asinipite pia na mimi. Jana tulisoma mambo hayo yote ambao mmetaja, na sasa nataka tuendelee. Tulifika namba ngapi? Oh, very good. Tulifika namba 7 ambayo ilikuwa inasema juu ya kudiscipline watoto wetu. Na tukaona tunapaswa tuwa discipline namna gani. Proverbs 13:24. Tusomee haraka msomi wangu mzuri. Yeye asiyetumia fimbo yake humchukia mwanawe. Bali yeye ampendaye humrudi mapema. Asante sana. Yeye asiyetumia fimbo anamchukia mtoto wake. Na tukasema jana kuna kutumia fimbo ya kudiscipline na kuna punishment. Tafadhali tuweze kuwa discipline watoto, sio kuwa punish. Tuweze kuwapa discipline kwa mpango. Tuweze kuwapa discipline ambao imejaa upendo. Wakati unamrudi mtoto wako, umrudi kwa upendo wa hali ya juu sana. Nataka tuingie hiyo ya 8 ambayo tutasomewa kitabu cha Proverbs 4:24 ambayo inasema watch your words carefully. Maneno ambayo tunazungumza, tuchunge sana tunapoongea maneno mbele ya watoto. Tuchunge sana. Na pia tunapowaambia watoto maneno, tuchunge sana maneno tunayowaambia. Maneno yana nguvu sana. Maneno positive yana nguvu sana. Maneno negative yana nguvu sana. Kama mtoto wako hapiti shuleni, wacha ukikaa ukimwambia wewe sijui unakaanga mjinga. Hata uwezi kaa Mary dada yako. Uonage Mary anakujanga na zawadi kila siku nyumbani. Wacha kumfinya mtoto wako na kumgonga na maneno. Maneno hayo unayoyatumia ita work against you. Tuchunge sana maneno ambayo tunayoyaongea. Tunaweza jenga watoto kwa maneno yetu na tunaweza wabomoa kwa maneno yetu. Tawapa hadithi haraka sana. Sisemi mimi ni mzazi mzuri sana, lakini nilipokuwa nafunzwa kuhubiri niliambiwa kila wakati ukisimama mbele ya watu unapotaka kupeana hadithi, peana na za kwako. Kwa sababu hizo ndio una uhakika nayo ya kwa yalitendeka. Yule kijana wangu ambaye ninawaambia ndiye last born, alikuwa grade 4. Mimi nikamwacha nikaenda kazini. Akabaki nyumbani. Ilikuwa wakati kama huu, Julai kwetu ni kubaya sana. Ni mvua na si mvua ya kunyesha, ni ile baridi ndio huwa inanyesha. Wale wameenda pande za kwetu ni mashahidi. Kwa hivyo mimi nikaenda kazini, naye kijana ilikuwa midterm. Nikamwambia afanye homework alafu tutaonana. So mimi kumwacha kijana, alienda bedroom ambapo alikuwa amezoea kufanyia homework, ambapo kuna hiyo meza ya kufanyia homework. Alipokuwa pale, kumbuka kuna baridi nyingi. Kijana wangu akasikia ya kwamba baridi imezidi sana. Hawezi fanya homework na hiyo baridi yote. Akaenda akakusanya makaratasi mengi sana. Akakuja akaweka pamoja hapo alikuwa anafanyia homework. Hapa kuna dirisha. Na dirisha hii na curtains zingine zilikuwako hapo nyuma, isipokuwa hizi zimekuja ambazo zilikuwa nyepesi, nylon. So kijana akawasha moto ndio aendelee kuota moto akifanya homework. Kumbe alipowasha moto ilishika curtain. Na alipoona curtain imechomeka mara moja, akazima na mikono, akazima na akatoa ile curtain akaficha chini ya kitanda. Na alipofanya hivyo
kwa ukuta. Sasa akaenda akifanya hivi. So hiyo meza ambayo alikuwa anatumia kufanyia homework, the same meza ambayo natumia kupigia pasi. Kwa hivyo the following morning mimi nimekuja, namuuliza jioni nilipokuja, "Hey, ulimaliza kazi?" Very good. Sawa. Kijana hasemi vitu. Asubuhi yake nikachukua nguo yangu nikaenda kupiga pasi. Ninaingia nakuta ukuta yote imejaa vidole na black. Vidole nikashanga what was happening. Na ni mjanja kwa sababu alienda akatoa curtain nyingine kama ile na akahang. Kwa hivyo nikaona pia kuna vikaratasi vimezimazima huku, vikaratasi vidogo. So kila hatua iliniongoza pengine. Nikaona ukuta, nikaangalia chini. Nikaona chini, nikaangalia chini ya kitanda. Nikavuta curtain. Nikakuta curtain imechomeka nusu. Nikashtuka. Nikasema sasa what was happening here? Nikamuita, "Kuja. Ni nini kwa inafanyika hapa?" "Hapana." Usifikiri nilikuwa naongea hivyo, naongea ati ni nini ilikuwa inafanyika hapa. Nilikuwa naongea na sauti ya shetani. So akaniambia nilikuwa nimesikia baridi sana, nikaona niwashe moto, sasa moto ikashika nini. Na mbona huku niambia? Niliogopa, anga nini, mam nisamehe. Sasa tukaenda case. Kwangu hata leo hiyo kiboko iko. Na yeye ni mtu wa miaka 19 saa hii. So tukaenda bedroom yangu tukachukua kiboko, tukafanya case, nikamdiscipline venye inapaswa. Then tulipomaliza sasa nikamwambia, tukaomba, tukamaliza hiyo kila kitu, na nikamwambia nataka ukue good boy. Kwa sababu sasa hii nyumba yetu yote ingechomeka na wewe uchomekee ndani, ningepata wapi mtoto mwingine? Usirudie tena. Sawa. So nikamwacha, nikamwambia sasa leo homework ulimaliza, nataka ufagie sitting room, fagia mkeka na utengeneze vitanda, bedroom yako kukae smart. Sasa ukae hapo uningoje. So mimi nikaenda. Nilipokuja nikapata amefanya kazi hiyo vizuri sana. Nikamwambia that is my boy. Come. Jifundisha kuhug mtoto wako. By the way, a hug is very powerful. Kama unaenda ukihagi watu wengine na huko, tangulia na mtoto wako. Anahitaji hiyo hug sana. So nikaita kijana wangu nikamhug, that is my boy. Thank you. Imagine vile umefanya huko. Kumbe unajua kufanya kazi hivyo. Asante sana baba. Hata niliosha vyombo. Tukaenda jikoni nikakuta ameosha vyombo. Nikamcongratulate, nikamwambia that is my boy. You are such a good boy na nimeona umekuwa mtoto mzuri. The following day nikaamka kwenda kazi. Nikamwambia si ni vile tu kijana? Akaniambia ni sawa mam. Mimi nikaenda nikarudi kitu saa 10. Nimerudi nimekuta kwangu naingia gate hivyo tu kama hivi. Na hapa kando kulikuwa na kiugo ya ng'ombe. Inaitwaje hiyo? Boma ya ng'ombe. So na nyumba iko hapa hivi. Kwa hivyo unakuja hivi, unaingia hivi, unaenda hivi, lakini kwanza utaona boma la ng'ombe pale. So mimi napokuja nakuta kijana amekalia hapo kwa hizo vitu za ng'ombe hivi. Ananiambia, "Hi my mother." Hey, nikaanza kushangaa, why? Kwa nini ananisalimia kwa mbali? What has happened? Nikamwambia, "I'm fine, how are you? Unafanya nini kwa ng'ombe?" "I am waiting for you." Yesu, ni nini kumeendelea? Juzi tu alikuwa amechoma, sasa ni nini amefanya? Haya, akanilaki. Nikakuta anashika funguo hivi kama funguo za gari, kumbe ni za nyumba. Sasa akaniambia, "I have a surprise for you." Anapenda kujifanya muungwana na tuvizunguzungu tungine twa kunitisha. Sasa nikamwambia gani? Kaniambia nifuate. Kumbe amefunga nyumba ndio just in case ningekuja akiwa hayuko around nisiingie. So nikamfuata kijana. Ninaenda tu nikisema, "We Mungu, chukua usukani tafadhali Jehova." Tukaenda akafungua mlango. Alipokuwa anafungua mlango akaniambia nifunge macho. A grade 3 boy. Funga macho. Nikafunga, lakini roho ina ku. Nikaletwa, nikashikwa mkono, nikaletwa, nikaketishwa mahali, nikiwa nimefunga macho, nikakaa. Akaniambia fungua macho. Akaniambia surprise. Wacheni niwaambie watu wa Mungu, Bwana asifiwe. Kijana alikuwa amehamisha kiti moja hapa, akaweka hapa, akatoa ile ingine huko, akaweka huko, akachukua vitambaa akatandika. Woi. Na hapa nimeketishwa kumeandikwa barua. Nikapewa ile barua. To the most beautiful mother in the world. Ewe. Lakini sina haja ya hiyo yote. Ninajiuliza hivi vitu vikubwa walibeba na nani?
Na kama angeamua kutoa ile imewekelewa TV kungekaa namna gani? Hizo ndio vitu zilikuwa zinaenda kwa kichwa yangu. So nikaambiwa, you know, I saw you really suffer. Siwezi kumbuka maneno yote, lakini unasumbukanga sana ukicharge simu. Sasa ndio niliondoa hiyo kiti, ile ya kiti moja, ile ya mtu moja. Ndio niliondoa hapo, nikaweka hii ya watu wawili, ndio iko karibu na socket. Ndio sasa unaweka simu na una relax. I love you, mommy. Nataka kuambia, ile kumcongratulate ya jana, ile kumappreciate ya jana, ndio ilifanya hiyo vituko vyote. Ebu jaribu kuappreciate mtoto wako uone vituko atakufanyia. Vituko vya uzuri. Hata anapotoka shuleni, amepata number 43 na alikuwa number 45. Mpigie makofi na umuhagi muinue mpaka juu. So you can do this better. Kumbe wewe ni vile tu nasemanga wewe una akili nyingi. Hata hii sasa najua hiyo siku nyingine utakuwa better. Wewe ni mtoto mwerevu sana. You've really done us proud. Anashtuka haya. Na vile mwalimu alikuwa ameongea mbaya. Na vile wengine walinichekelea shule. So my mother believes in me. So my daddy believes in me. Itamcharge. Na akienda shule utashangaa atakuwa nambari 1. Na hiyo si mambo mageni ninawaambia. Si mnajua habari ya huyu Ben Carson. Appreciate mtoto wako. Mpe heko anapofanya vizuri. Hata akifanya kazuri kiasi hii, kafanya kakubwa, vyenye unafanyaga makosa kiasi hii kubwa akikosea. Fanya kale kazuri kadogo anafanya kakubwa sana. Huyo kijana wangu akanifurahisha. Na kutoka hapo nikaland lesson yangu peke yangu. Akifanya kitu kidogo ninamwambia very good. Na mjizuisha kuambia watoto very good. Hakuna kitu anapenda. Vyenye unapendaka kuambiwa na bwana yako I love you. Na venye unapenda kuambiwa na bibi yako I love you. Watoto nao wanapenda kuambiwa very good. Nilikuwa tumeenda makambi pahali fulani kama hivi mko. Mimi nilikuwa mwalimu wa shule. Kwa hivyo ikasemekana fulani aende na youth fulani na wamama na mimi nikapewa watoto tena utu tudogo twa nursery. Wakaambiwa tuokote uchafu. Sasa nikamwambia ndeni wakaleta mtu analeta nawaambia sawa peleka kwa pipa sawa. Kamoja kalikuwa kama uto tuko hapo nyuma. Kalipoenda nyumbani kalienda kakaambia mama yake, "Mom, imagine teacher Lucy alituambia tuokote uchafu na tulipompelekea uchafu mingi hata hakutuambia very good." Sasa mama yake ndiye alikuja kuniambia, "It was also a lesson that I learned." Na ukiambia mtoto very good, anajisikianga umemuinua kutoka chini na kumweka wapi? Juu. Kwa hivyo, hapo niko kwa maneno ya words. Maneno yatajenga. Ukimwambia maneno ya kumwangusha, ataendelea kuanguka. Na atakuwa mzee, atakuwa kijana mkubwa mlevi, utakuwa ukisemanga huyu ni mlevi yule wangu. Ukisema hivyo unaongeza dosi ya ulevi. Lakini ukisema this is my son, huyu ni kijana wangu ninayempenda. Isipokuwa ni shetani venye anamsumbuaka lakini ninamuombeanga. Hata akienda akishikika huko, anajua mama yake anamuombea. Kwa hivyo tuchunge maneno ambayo tunaongea kwa watoto wetu. Chunga maneno ambayo unaongelesha your spouse. Watoto wanayasikia. Unakaanga hapo ukiambianga mama yao, sijui ni mweusi, sijui ni mrefu, sijui ni mvivu, sijui anapenda kulala, sijui anapenda kula. Wewe naye mama unashinda ukisemanga baba yenu ana uchafu, hizo socks zake zinanuka, pelekeni huko bafu. Watoto wanasikia hayo yote na yanaingia kwa brains zao. In case hamna wakati mzuri, kwa sababu hatusemi ati kila siku kwa ndoa kuna usalama. Kuna siku za hasira, kuna siku za kukosana. Tafadhali msiongee watoto wakiwa wanasikiza. Wacha watoto waondoke muende bedroom, sasa huko rushianeni, mkiamua roho wasikue katikati yenu, hiyo ni juu yenu, but please spare those kids for heavenly kingdom. Kwa hivyo tuwafundisha watoto pia kwa watoto vyenye wataongea. Mama mwingine anakutana na mama mwingine tu akiwa amesafiri. Alikuwa shosho mzee. Akakutana na msichana mwingine walikuwa wanaishi na yeye kitambo. Alafu anamwambia, huyo ni kama amekuwa mkubwa hivyo." Akasema, amekuwa mkubwa hata sasa kuna jina ingine funny sana ya Kikerenyaga ya kuita mbwa. Ni ananaira mnona ni amenyire gwita na ngite. Ile kitu ameneneha amekuwa mkubwa akajua sana ni kuitana mbwa. Amekuwa mkubwa sana huyu unaona. Mpaka amejua kuitana mbwa. Hata ile kitu kikubwa sana wewe unaachieve kwa mtoto wako ni wakati mtoto wako amejua matusi.
Teach your children kuongea maneno masafi. Fundisha watoto wako kuongea maneno masafi kutoka kwa midomo yao. Watoto wanakusanya ripoti nyingi kule shuleni. Na wanasoma masomo mengi sana kule shuleni. Lakini ikiwa akienda akisoma shule akija nakuta na wewe uko hivyo, ataendelea kushika. Wafundishe kuongea maneno ambayo ni maneno righteous. Wasiongee unrighteously. Number 9. Show your children your own love for God. Waonyeshe watoto wako ya kwamba unampenda Mungu. Waonyeshe wewe binafsi, si kanisa lenu linapenda Mungu, sio kwaya yenu inapenda Mungu, si wewe na dadi yao mnapenda Mungu, si wewe na mami yao mnapenda Mungu. Onyesha watoto wako ya kwamba wewe unampenda Mungu. Niliwaambia wangu aliniangalia na akaona niko hapa katikati. Mimi sijui wako tukimuita hapa atasema nini. Kama sasa hivi wako huko kwa class, kamtoto kamoja kaanguke ka faint. Alafu ticha amwambie kimbia uite mama moja akuje atusaidie aombee huyu mtoto, kimbia. Mtoto wako akija hapa atakuchukua ama atachukua huyo mama Kwamboka ako karibu na wewe? Hebu jiulize hiyo swali. Je, mtoto wako anajua wewe unampenda Mungu ama anakuoneanga tu hewani? Alafu anakuja mbio, mama Kwamboka, kuja uombe Mary ameanguka na mama yake yako hapo. Na sasa hiyo ametumwa na mwalimu akamwambia enda tafuta mama ambaye unajua namjua Mungu sana akuje. Aombe mtoto. Anakuja anaita mama mwingine anakuacha hapo. Baba mwingine anakuacha hapo. Tuweze kuonyesha watoto wetu ya kwamba tunampenda Mungu wa mbinguni. Mpende Mungu wako kwa moyo wako wote na roho yako yote na akili zako zote. Hebu tusomee kitabu cha Matthew 22 verse 37 to 40. Verse 37. Uendelee mpaka pale nitakwambia usifike 40. Akamwambia, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote. Biblia ndio imetoa amri ya kwamba tuweze kupenda Mungu kwa mioyo yetu yote. Wacha kupenda Mungu nusu. Wacha kupenda Mungu kwa ajili watoto wanakuona. Natakanga nikae hivi ndio watoto wangu waendange, ndio watoto wangu waonange. Mpende Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa akili zako, endelea. Na kwa roho yako yote. Na kwa roho yako yote. Na kwa akili zako zote. Na kwa akili zako zote. Hii ndio amri iliyo kuu, tena ni ya kwanza. Amen. Usiendelee. Unaambiwa upende Mungu wako kwa moyo wako wote. Saa hii na si hapa, hata kwetu. Maneno imeharibika, si Kisii peke yake. Ni watoto wangapi wakiletwa hapa tukiwafungua hatutapata wako na kamba hapa? Ama hapa? Una hakika mtoto wako wako salama? Ni wangapi wenu mliacha vivitu kwa nyumba zenyu? Na mnafuatana na mtoto na mnamleta kanisa na mnamwambia, na anasikia mkisema maneno ya kurogwa na kurogana. Mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa akili zako zote na kwa roho yako yote. Wachana na shetani. Wewe peke yako, imani yako inatosha kuwa mahubiri ya kufanya mtoto wako asimame. Na jana niliwaambia Wakisii wametulet down. Lakini nikafikiria baadaye nikajiuliza, lakini kwa nini Mheshimiwa Matiang'i, kwa nini Maraga, kwa nini kina Mzee Nyachae, hao bado hata walipokuja huko mlima walizidi kusimama wanamtetea Yesu. Tulikuwa tunaambiwa na watu walikuwa wanaenda kanisa Central Church. Unajua hao watu wakubwa wanaenda Central Church. Ukimkuta Maraga huko ana wipe the floor na mop kwa sababu yeye ni deacon. Hutaamini. Kwa hivyo wazazi waliowazaa wale watoto walivyofundisha habari za upendo wa Mungu. Na ndio mpaka sasa wamezeeka na wametoka nchi yao, wameenda nchi ya mbali, bado wanamsimamia Mungu wao. Mtoto wako je, kule alipo anamsimamia Mungu? Mtoto wako alipo huko kwa sababu Mungu amewabariki. Na kama kuna watu wamesoma jamani ni Wakisii. Hawa watu wamesoma. Kila ofisi ukienda huko, mara tunakaa tunakuta ofisi hapo kwetu kwangu nje kuna county offices. Unakuta mkubwa wa hiyo ofisi ni Msabato. Lakini hakanyangi go kanisani. I am sorry to say this because this is the fact. Nyinyi mmekuwa kama ile maneno inaambiwa katika kitabu sijui kama ni Mathayo, ya kwamba nyinyi ndio mliletewa huu wokovu na mmeukataa. Mmekaa kama wale watu waliotumiwa mtoto wa mwenye shamba, na walipokuja wakamuua wakamkataa.
Nyinyi mmekuwa kama lile jiwe ambalo waashi walilikataa. Mmekuwa kama wale wa Israeli, alipokuja Yesu kwao walimkataa. Jamani, watu wa Kisii, hamjui jinsi mmebarikiwa. Hamjui. Jana tulikuwa tunaongea na mama mwingine hapa, rafiki yangu. Ananiambia amepata transfer, lakini ikawa anataka kuja makambi. Na ametransfer from one office to another. Na alipokuwa anataka kuja makambi, alienda akamkuta mkubwa wake pahali amepostiwa. Akamwambia, mimi ninataka kwenda makambi. Yule mkubwa akamwambia, mimi ni msabato, najua makambi ni nini. Enda makambi ukuje yakisha. Kwetu ukipata hiyo promotion kidogo, makambi inaishia hapo. Kwa sababu hata hawajui, hata hawaelewi. Watoto wetu wanasoma kwa shida huko mlima kwa sababu ya sabato. Watoto wetu wanapitia mambo mazito. Niliwaambia mtoto wangu alikufa kwa ajili ya suicide. Mtoto wangu alikuwa ameandikwa Family Bank, na akasumbuliwa na akaniambia anaacha kazi. Nikambembeleza, hata mimi niko na imani kama ya Wakisii. Nikaanza kumwambia enda kazi. Akaniambia, mami, I cannot do that. Na mtoto wangu akaacha kazi. Alipoacha kazi ni 2019 na amepata katoto kadogo. Na sasa 2020 ikaingia. Hiyo inaitwa nini? COVID-19. Mtoto wangu lockdown, hawawezi kuja nyumbani, wako Nairobi. Sasa kazi ni tunatuma chakula ile tunapata. Akaanza, alikuwa kijana mwenye bidii. Mnajua Wakikuyu na Wakisii tuna bidii, especially wanaume. Hakutaka kuonyesha kuanguka yeye, hakutaka kujihurumia. Akaanza kuuza vitunguu Githurai. From a banker to mtu wa vitunguu. Vitunguu ni nani atanunua na mikahawa imefungwa inaingia watu watano. Biashara ikawa ikienda kushika, kakaanguka polepole, ikaisha, ikafirisika. Mtoto wangu anaendelea kuzama into depression. And unajua huwa ninajiuliza, sitaki kujiuliza hivyo kwa sababu niko kwa mtandao. Lakini mtoto wangu akaingia into depression kwa sababu alipopata kazi hakuna msabato anamuelewa. Akaacha kazi na akazimia 2020, 2021. Alikuja kupata kazi 2022 January. Tayari kijana ni mgonjwa. Lakini tunaongea na niambia, mama, mambo itakuwa sawa. Mambo itakuwa sawa. Mambo itakuwa sawa. Na mimi nasema ninakuanga na kijana mmoja wa ajabu sana. Kijana wangu anakuanga strong sana. Huyu Dan wangu ni wa maajabu sana. Hapendi kujilegeza. Kumbe mtoto anakufia ndani. Amekaa kwa hiyo kazi for 5 months. Anangoja, alikuwa anafanya kwa real estate. Anangoja alipwe pesa nyingi, nirudi kuletewa hizo pesa, nikalia, nikaziona kama takataka. Mtoto wangu akaamka siku moja Monday, nikampigia, tukapiga story. Akaniambia, unaona venye Mungu anatupenda mami, sasa hata nitaenda, nataka kupigwa transfer niende Malindi. Na mimi namwambia usiende Malindi, huko ni mbali sana, nitakumiss. Lakini akaniambia tutaona, lakini mambo itakuwa sawa. In fact tuna pesa nyingi sana na ngoja itoke. Hiyo pesa ikitokea nitakuja tuone venye tutatengeneza nyumbani. Na mimi namwambia hapana, wacha na mambo ya nyumbani, jipange na familia. Ananiambia hapana, nitagawa, zitatosha. He loved me so much. In fact hata nilipoenda nikakutana na wanaofanya kazi nao, walikuwa wananiambia hakuna dakika ingepita bila Dan kutaja mama yake. Lakini mtoto wangu kumbe tayari anipa hizo stories zote, kumbe bado he is sinking into depression. Na jioni hiyo nikampigia simu, sikumpata tena. Asubuhi yake simuoni. Naangalia WhatsApp, mwanangu hayupo. Nikapiga ofisi, mimi sikuwa nimeenda huko. Bibi yake amekimbia kwao nyumbani kwa sababu ni wa Nairobi, hiyo ameitwa na mama yake washughulikie kitu. Kumbe alikuwa anategea siku bibi ataondoka. Nikaingia gari, sikukumbuka hata kuita bibi. Nikaingia gari kutoka Karatina kwenda Nairobi, ni masaa 2. Wacheni niwaambie Kenya ni mbaya. Nilienda hiyo njia nikilia kwa Nissan. Hakuna mtu aliniuliza mama nini nakulilisha. Kenya ni hatari kwa usalama. Jizurulishe na mambo zako na shida zako. Najiuliza kwani hawawezi hata kuniuliza tu, hata nikatae kuwaambia. Gari ikaenda tukafika Nairobi, nikatoka nikapata gari nyingine nikaenda South B. Mimi ninaenda, to cut that long story short, sitaki kuiongea sana kwa mtandao. Nikakuta mtoto wangu ng'ang'ana akiwa kwa bafu. Kapigana na shawa za kazishika, aliposhikwa na uchungu mwingi ameanguka hapo. Naangalia juu hivi. And he is dead.
Kuangalia upande palikuwa na sink, kawaida ya bafu sink. Nikapata chupa ya dawa. Nika collapse. I didn't understand where I was when my son was dying. I didn't understand where God was when my son was dying. I didn't understand where the guardian angels ambao tunaambiwa wanakuanga, where they were when my son was dying. A 31-year-old boy. Akaacha katoto ka miaka 2.5. And he's dead. Kama una mtoto wako, shughulikia mtoto wako. Mambo mengi sana yanachangia depression. Mambo mengi sana. Sina time ya kusoma mental health. Najua wakisini wasomi mnajua haya mambo. Wacheni kucheza na watoto. Wacheni kucheza na watoto. Watoto wawe priority number 1. Na unajua hata kwa uroje yako wewe na wale wote tumezika wakati nakuja kusomwa, hata kama alikuwa nani, hata president wale tumezika Kenya hii. Sijaiona mtu aliambiwa aliacha milioni 10 kwa banki, sijui aliacha mashamba 100. Hapa chini kunaandikwa ameacha nini? Watoto na mke. Ama watoto na mume. Hata mbinguni, ndugu na dada yangu, utaulizwa tu watoto. Hizo vitu unakimbizana nazo, hizo uchawi unakimbizana nazo, ndio kwa sababu upate mali nyingi. Hizo mali umetafuta na umerudisha, na ni vizuri kuwa na mali duniani. Tufanye bidii. Alafu zimekufanya umeneglect watoto wako, utaziacha dunia hii na wengine watasherehekea. Lakini Yesu atakapokuja atauliza, wako wapi watoto niliokupa? Tafadhali watu wa Mungu, tuwafundishe watoto upendo wa Yesu. Tuwafundishe watoto upendo wa Yesu. Na sisi pia tuweze kumpenda Mungu. Mimi sijui niseme nini, sijuangi nitasema nini. But one thing I know, I'll meet my son in the morning. Because for sure he loved God. Alikuwa nahubiria hao niliwapata colleagues. Mmoja ananiambia Saturday nilikuwa nimevunjika moyo. Dandi alinihubiria, moyo wangu ukapata nguvu tena. Kumbe kijana anang'ang'ana juu, ndani kulikufa kitambo. Onyesha mtoto wako furaha. Muonyeshe upendo wakati unamuona. Wacha kukanga ukirushianga mtoto mikono, kumwambianga niondokee, unanisumbua. Tuwaonyeshe watoto wetu upendo wakati tunawaona. Tafadhali watu wa Getembe, chungeni watoto wetu. Sitaki mtoto wa mama yeyote hapa ama mtoto wa baba yeyote hapa commit suicide. That is the worst experience on earth. Heri kila kitu ingine ifanyike kwako, lakini mtoto wako asife, hutawahi jisamehe. Na unakosa kujisamehe kwa vitu hungefanya, hungejua. Kwa hivyo tuwaonyeshe watoto wetu upendo wakati tuko nao. Wale mna watoto ambao wanavuta bangi, wale watoto walikataa kusoma, wale watoto wamekuwa kisirani, onyesheni hawa watoto upendo. Because as long as they are breathing, the Lord is not done with them. Hata amen hamwezi sema. Tuwaonyeshe watoto wetu upendo wa Mungu. Tupende Mungu sisi kwanza. Tupende Mungu sisi kwanza. Onyesha watoto kupenda jirani. Wachaka kuambia mtoto, nisikie umeenda huko. Ulikuwa umeenda huko kufanya nini? Na saa hiyo mjirani ni msabato mwenzako. Ulikuwa umeenda huko kufanya nini? Si tulikuwa tumeenda kwa kina nani kucheza na yeye, na tumepewa chapati, hata hizo chapati unachukua unatupa. Fundisha watoto wako kupenda majirani, kwa sababu Yesu anatuambia, songa sasa msomi. Kwa ile buku yetu, yes. Hii ndio amri iliyo kuu, tena ni ya kwanza, na ya pili yafanana nayo. Nayo ni hii: mpende jirani yako kama nafsi yako. Asante. Umpende jirani. Jirani ni huyo mnaeka na yeye. Jirani ni shosho yake, yule wa huko kwa baba yake, ambao wanakuchukia sana wewe mama. Fundisha watoto kupenda huyo shosho yao. Fundisha watoto kupenda babu yao. Fundisha watoto kupenda aunti zake. Mfundishe kuwapenda hao wote, kwa sababu wasipowapenda hata penda mwingine. Hawezi kwenda kupenda watu shuleni, na kama hawezi penda familia. Mfundishe ya kwamba ni amri ya Mungu kupendana, na hatupendani kwa sababu tunapendwa. Wakisii, tafadhali wa Kristo wenzangu, wacha kwenda kwa uchawi kwa ajili umechukia mtu. I have to repeat this. Nimesikia roho wa Mungu akinisumbua sana. Tuache kwenda kutafuta suruhu za maneno kwa wachawi. Na nitaongea na kipasa sauti kwa sababu Yesu anasema niseme.
Tafadhali wacha kufundisha watoto wako mambo ya chuki, kwa sababu pahali pana uchawi pana chuki. Hakuna siku uchawi inaendewa na mtu ambaye ako na upendo. Kwa hivyo tufundishe watoto wetu upendo wa Yesu. Tupende hata majirani zetu. Yesu ndiye mchawi nambari 1 hata kupigania. Tuwafundishe watoto wetu pia kwenda kutembea children's home. Kisini kwa matajiri, sijui kama kuna children's home. Kuna children's home huko? Oh, sawa, asante. Tuende huko. Jifundishe kwenda kwa children's home na unabeba mtoto wako. Anaenda anaona wakati unamwekea chakula na bakisha, kuna watoto wengine wanategemea ni nani ataleta chakula. Wafundishe kuweza kuwa na huruma na kujali the community around them. Wafundishe kwenda huko kutembelea hao watu. Siku nyingine kwetu kina women ministry tukapanga district mzima. Tukasema tunaenda children's home na tulibeba watoto wetu. Na chakula tulichokuwa tumepika, kwa sababu sisi ndio tulipika, tukapika chakula kikawa kichache kwa sababu watoto walibomoka. Sasa ndio walikula wa mwisho. Tulianza na children's home. Watoto tukawekea kidogo kidogo. Mimi sitashiba hii. Kawaambia hapa hivi ndivyo wanakula. Si nyumbani unawekeangwa chakula unamaliza unatupa. Hapa wa huku wanakulaga hiyo, hatuwezi shiba. Ili waweze kujua the meaning of life na waweze to value their parents. Mtoto asije akakukosea adabu. Aweze kujua kuna mtoto hana baba na hana mama. Mimi nimeishi children's home for 10 years. And I thank God for that experience. Kwa sababu hata kama mtoto wangu alilala, I have another side of the story. Huyu kijana akaja katika maisha yangu na akawa mtoto wangu. Anaitwa John. I wish ni karibu nimwambie akuje. Kwa sababu huyu kijana niliwalea pamoja na mtoto wangu. Niliwaambia mimi sitaki kujisifia kwenyu. I am just giving my experience and my stories. Ya mwisho ni ask God for grace and strength in child rearing. Hata ukirutumia hayo mambo mengine yote tumesema kutoka mwanzo mpaka mwisho, na Mungu asiwepo, hauwezi kabisa. Hauwezi kabisa. Kwa hivyo tafadhali, ebu umuite Mungu, akupe nguvu, akupe uwezo, akupe wisdom ya kuweza kulea mtoto wako. Mungu mwenyewe ndiye mwenye mtoto. Wewe ni zawadi tu uliopewa. Na wakati utakapofika, Mungu atakujia zawadi yake. Tafadhali tunza hiyo zawadi vizuri, kwa sababu hujapewa milele, atakuja. Ikiwa wewe ndio utakujiwa mbele yake uweze kuondoka, mtoto wako abaki akikumbuka my mother told me, my father told me. Ikiwa wewe ndiye atakuacha, utabaki ukisema ninajua mwanangu nitamuona in the morning. Omba Mungu akupe grace ya kuweza kulea watoto. That is Ephesians 6 verse 4. Ya mwisho kabisa, hiyo hautasoma msomi. Isaiah 54 verse 13 inasema hivi. Hiyo ndio nataka unisome haraka haraka. Wale ambao watoto wetu wamepotea njia, msife moyo. Bado Yesu anangoja. Bado Yesu ana mpango mpya. Bado Yesu anawashughulikia. Bado Yesu ana mpango na watoto wetu. Ikiwa sisi tutampenda Mungu kwa mioyo yetu yote na kwa roho zetu zote na kwa mioyo yetu yote, tujue ya kwamba watoto wetu, haijalishi wanakunywa nini, haijalishi wamevuta nini, haijalishi wamefanya vituko vya aina gani, haijalishi wamepotea hata wanatutusi, ingawa sisi tunampenda Mungu kwa mioyo yetu na roho zetu na akili zetu na kila kitu tulicho nacho, watoto wetu wataweza kurudi tena. Tusome haraka. Na watoto wako wote, amina, watafundishwa na Bwana. Watafundishwa na Bwana. Na amani ya watoto wako, na amani ya watoto wako, wewe mama, wewe baba ambao unakaa hapo unashangaa, what is the fate of my children? Watoto wako itakuwa nyingi. Amani yao itakuwa nyingi. Je, wewe mtoto wako anapokuwa huko, hata anapoenda kwa club na amelewa ameshindwa kusimama, anaweza keti hivi akumbuke, by the way, I am not able to pray, but my father and my mother is praying for me. Mimi ninajua tulipotoka kwetu, wazazi wangu waliamini kitambo miaka ya 70s, na walitufundisha siku zote it was a must. Ni lazima morning devotion na evening devotion. Na brother yangu ambaye ananifuata ndiye alikuwa wa kwanza kutoka nyumbani, akaenda nchi za mbali kusoma. So every jioni I could hear my parents speaking about my brother in prayer. Mungu, kumbuka huyu mtoto wetu, pahali alipo umlinde na hatari zote, umtunze. And when I went out of home, na nikajua
Na mimi pia nikawa nimetoka kidogo, kwani si hata wewe ulitoka, kwa nini unaniangalia hivyo? Si hata wewe unajua ulitoka. Na mimi pia nikiwa katika safari nikatoka kidogo. Saa ingine ninashindwa kuomba, nilikuwa ninajua my mother and my daddy are praying for me. That gave me the strength to keep moving hata kama sikuwa ninaomba. Je, mtoto wako akiwa huko Nyeri, akiwa huko Mombasa, ana hakika ya kwamba hata akiingia katika majaribu ya kwamba hawezi kuomba, ya kwamba mama yake, baba yake anamuombea? Na wale tudogo, nyinyi young parents mko hapa, nyinyi ndio naona ndio wengi sana. Mumefundisha watoto wenu kuwa na devotions. Tafadhali wacheni kujifanya mumesoma mko kazi kubwa kubwa. Hizo zote zitapita. Tenga time for devotion. Fundisha watoto wako kuomba. Ombeni nao. Si unamwambia kujeni haraka haraka tuombe. Wewe ombesha twende shule umechelewa. Waketishe, musome neno, mkimaliza neno, muimbe wimbo, kisha mpige magoti muombe. Na kwa sababu watoto hata wajui kuomba huko home, wakija hapa kanisani hawataki. Hata akipiga magoti anapiga sama, kwa sababu hizi ni vitu wanakuta kanisani. Hakuna kanisa litasaidia mtoto wako kwenda mbinguni. Mzazi wa kwanza ndiye pastor. Mzazi ndiye pastor wa kwanza, ndiye mwalimu wa kwanza. Mzazi. Na nyumbani is the first school. Haraka sana niseme juu ya neno mzazi, parent. Najua mnajua. Namba P inaitwa personal friend. Personal friend. Utaiandika ikiwa imeenda hivi jina parent, ikienda hivi. Personal friend. Kama wewe ni mzazi, ukuwe personal friend to your children. A, inasema available. Be there for your child. Naenda mbio, saa zangu nimeharibu. Available. Letter R. Responsible. Lazima tukue wazazi responsible. Letter E. Encourager. Uwe mzazi wa kuencourage mtoto wako, hiyo nimeongea hapo mbeleni. Na letter N inasema nurture. Nurture. Na ya mwisho teach. Teaches. Nurtures, personal friend, available, responsible, encourager, nurtures and teaches. That is the parent ambayo anajulikana na bingu. Na Mungu wa mbinguni atusaidie. Sijui ni wangapi wanasema wanataka kuingia kwa ufalme wa mbinguni na watoto wao mkono juu. Sijui ni wangapi wanasikia kwamba kuna pahali imeenda kombo kidogo katika kulea na wataka nguvu mpya, wanataka hekima mpya, wanataka maombi ili waweze kurekebisha na kulea watoto wao kwa jinsi inavyotakikana. Kama ni wewe, simama. Baba na Mungu wetu wa mbinguni, sisi ni watoto wako na umetubariki pia na watoto ambao ni zawadi kutoka kwako. Kati yetu tunasikia tu ya kwamba kuna mahali tumeenda kombo, tumeenda kinyume. Wengine wetu ni wazazi watarajiwa na wanatamani utakapowapa watoto watalea kwa jinsi inavyokupendeza. Baba, tusamehe tulipoanguka. Baba, tuongoze kutoka sasa hivi. Tugeuze mwelekeo wetu, tuelekeze watoto wetu kwa njia ya kweli na ya haki. Tuwalee kwa upendo wa ajabu, kwa sababu dunia imejaa chuki na giza nene. Baba, pigania watoto wetu. Kuna wazazi hapa wanalilia wajukuu wao. Kuna wazazi hapa wanalilia watoto wao watu wazima walioondoka kwenda kazi mbali na wamekukataa. Wameacha hata kanisa na wameingilia anasa za ulimwengu. Baba, tunainua watoto wote wa familia hii ya Better Living. Hata wale wako huko juma darasani wakisoma. Hawa wote umetuahidi ya kwamba you are going to be their teacher. Baba, tunawaleta kwako. Baba, tunawalilia alivyokuwa akifanya Ayubu kila asubuhi na jioni. Baba, tunakulilia kwa ajili ya watoto wetu. Hatutaki kwenda mbinguni bila watoto wetu. Baba, tuhurumie. Kati yetu kuna watu ambao wana watoto wagonjwa. Kuna mama alileta sadaka yake na akasema mtoto wake ni mgonjwa sana. Baba, ninamuinua mtoto huyo katika jina la Yesu katika kanisa hili uweze kumponya. Baba, tembelea mtoto huyo mahali alipo, mnyoshe mkono wa uponyaji mtoto huyo akaamke. Na kama kuna watoto wengine wagonjwa, kuna wengine wanangoja kupelekwa hospitali test aina mbalimbali, Baba, ninaomba utende muujiza katika kambi hili. Kuna wengine watoto ni very poor performance na wazazi wao wako discouraged. Baba wa mbinguni, ninaomba ukawape hekima watoto hao. Ukawape wazazi pia nguvu ya kuendelea kuwasomesha. Baba, tusaidie kwa jumla kupenda watoto wao. Kila mmoja hapa aliye na mtoto aliye na shida mbalimbali. Siwezi kutaja zote mbele zako Baba, lakini najua wewe una
wanawaona. Naomba watembelee kila mzazi kwa nafasi yake. Turehemu Baba, utukumbuke. Tusaidie kukupenda na kukutii, na ili pia na wewe ukawatiisha watoto wetu wakakupende. Hili ndilo ombi letu katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na mkombozi wetu. Amen. Kesho tutakuwa na singles asubuhi. Tutaanza na kipindi cha singles asubuhi na summary ambayo itakuwa vizuri na adabu. Hii summary tumefanya ni mbio mbio. Tutafanya summary nzuri ya parenting na tufanye singles ndio tuweze kuachana. Mungu wa mbinguni si awabariki. Si ninawapenda manze. God bless you. Get the point. Take a step forward.